kuna muhimu muislamu kuomba dua hii ikhwani saa zote, kwa sababu hata mimi na wewe tulioko katika iman hatuna kati yetu sisi aliye na uhakika wala yaqini ya kwamba unaweza utabaki katika imani hiyo na uislamu huo mpaka kufa kwako. Hakuna aliye na yaqini juu ya maneno haya. Ndio maana tunahimizwa na Qur'an, tunahimizwa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam saa zote tufanye bidii katika kuyatenda mambo ambayo yatatuthibitisha katika imani, kuyatenda mambo ambayo yatatuthibitisha katika Uislamu, na tubaki katika Uislamu mpaka kufa kwetu. Na sisi Waislamu tukaambiwa, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, musife isipokuwa mkiwa katika hali ya Uislamu. Ni mambo mazito ikhwan. Muislamu aliyezaliwa katika Uislamu au amesilimu anaweza kuona ni mambo ya sahali na mambo ya kawaida. Mimi ni Muislamu, nitaishi nikiwa ni Muislamu na nitakufa nikiwa Muislamu. Haelewi kwamba ili Muislamu haya aliyoyasema aweze kuyatimiza ni lazima kuna masharti na mambo lazima asimame nayo. Lazima saa zote uangalie daraja ya imani yako ipo wapi. Lazima saa zote ujifanyie muhasaba, ujifanyie muraqaba wa imani, ujifanyie check up ya imani kama vile unavyofanya check up ya mambo yako mengine ya maisha, vile unavyofanya audit ya mali na biashara yako. Kila mwisho wa mwaka, kila miezi mitatu, kila miezi sita, aliye na biashara anafanya biashara yake audit. Madereva wa magari analifanyia gari lake check up kila baada muda, anaangalia oil. Kuna wakati lazima oil ubadilishe, kuna wakati unabadilisha brake shoes na kadhalika na kadhalika. Hivi ni vitu vya wanadamu wanavyoishi navyo duniani. Kuna jambo kubwa zaidi ya haya yote ambayo ni imani. Muislamu anatakiwa ajiwekee jadwal ya saa zote kuangalia imani, jambo ambalo ni ibada. Inaitwa ibada hiyo muraqaba, inaitwa ibada hiyo muhasaba. Muhasaba ndio hiyo audit ya imani yako. Saa zote unaangalia imani yangu, je, inaelekea kudidimia au inaelekea kuongezeka? Jawabu utakuwa nao mwenyewe. Si mtu anakufanyia audit, ni wewe mwenyewe unajifanyia audit. Biashara na mali unaweza kumtafuta auditor. Gari unamtafuta engineer au mechanic akuangalilie gari lako. Lakini iman ni wewe mwenyewe muumini unajifanyia audit ya imani yako. Kujua tu swala moja, imani yako ipo wapi. Ni lazima uiangalie. Ukiona kuna alama zinakupa ishara, indicator, signal kwamba imani yako inakwenda kufifia, imani inakwenda kudhoofika, lazima ujifanyie muraqaba, ujue tatizo lipo wapi. Ulikuwa unasoma Qur'an, sasa hivi usomi tena Qur'ani, ni alama ya udhaifu wa imani. Hivi sasa umepitwa na masiku, miezi, mawiki yamepita kadhaa, hujashika Qur'ani kusoma. Ukiona kwamba hilo ni jambo la kawaida, basi imani yako ipo katika matatizo makubwa sana. Nafsi yako ikikwambia kwamba kuna matatizo, hiyo ni nafsu lawama. Allah azza wa jalla aliyoyapia ndani ya Qur'an, wala uqsimu bin nafsi allawama, nafsi inayojilaumu saa zote kwamba mbona hivi, mbona hivi, mbona hivi. Ukiona kwamba sasa swala za sunna uziswali tena, ulikuwa zamani walhamdulillah mashaallah Allahumma barik, swala za sunna qabliya unazo, ba'diya unazo, za witri hazikupiti, salatu layli pia unao mchango hapo ndani yake, unapata 2 3 kadhaa masiku fulani, haipiti wiki isipokuwa usiku 1 2 3 utaswali. Sasa hivi umepitwa takriban na wiki 2, umepitwa na mwezi, miezi 2, miezi 6 takriban, hujasimama hata siku moja, hujaswali witri hata siku moja. Jiulize, maladhi hadath? Kuna pahala pamekwenda kombo, rudi nyuma ukaangalia. Pengine Allah azza wa jalla akakupa mtihani wa mali, umejisahau. Pengine Allah azza wa jalla amekupa mtihani ya neema ya biashara, umejisahau. Pengine Allah azza wa jalla amekupa neema ya mke, ukajisahau. Zile ibada na mambo yale mazuri mema ulikuwa ukiyafanya kabla ya kuoa, sasa umeoa, ulikuwa utakaniwa sasa uongeze zaidi, maana mambo sasa yamekuwa mepesi. Maana yule mke alikuwa shakutamizia nusu ya dini, falyattaqillaha fi an-nisf al-baqi. Sasa ile nusu pia umeipoteza. Maladhi hadath?
Kwa hiyo muislamu anajifanyia muraqaba, anajifanyia muhasaba ili Allah subhanahu wa ta'ala amthibitishe na abaki katika iman ila an yalqa Allah. La msingi zaidi, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kuna fitan zimemzunguka muislamu min kulli hadabin wa sawb, kila sehemu, kila kipembe, kila upande, kila kona. Ukikwepa fitna ya upande huu, inakusubiri fitna ya upande huu. Zinakuja kwa namna mbalimbali. Muislamu anatakiwa kujifanyia muraqaba wa Allah subhanahu wa ta'ala. Na muraqaba wa Allah azza wa jalla unatakiwa kuwa fi sirri wal alan, unakuwa ule muraqaba katika siri na katika alan. Muraqaba hauwi katika dhahiri jahiran peke yake. As-salafu salih ridwanullahi ta'ala alayhim wana statement mbili nzito wanatuambia. Wanasema la takun waliyan lillahi fil alaniyati wa aduwan lahu fi sirri, wala takun aduwan lishaitani fil alaniyati wa waliyan lahu fi sirrik. Ewe man adam, ewe mja, usiwe wali wa Allah azza wa jalla fil alaniya, wakati unapokuwa mbele za watu. Mbele za watu unakuwa ni wali min awliya ilah azza wa jalla, mwema kabisa. Wa aduwan lahu fi sir, alafu ukiwa katika siri unakuwa ni adui wa Allah subhanahu wa ta'ala, wal iyadhu billah. Wala takun aduwan lishaitan, wala usiwe ni adui wa shaitani fil alaniya, waziwazi. Yani dhahiri mbele ya watu unaonekana kwamba wewe ni adui wa shaitani na shaitani ni adui wako, na wewe na shaitani baina yenu kuna uadui. Hivyo ndivyo inavyoonekana unapokuwa mbele za watu. Wa waliyan lahu fi sirri, lakini unapokuwa katika siri unakuwa ni rafiki yake shaitani mkubwa sana. Kinyume chake, ukiwa katika siri ni rafiki yake mkubwa. Wapo baadhi ya waislamu na baadhi ya waja, hii ndio tabia. Alanan dhahiran jahiran aduwan li shaitan, adui wa shaitani. Yupo mbali kabisa na mambo ya kishaitani, lakini akipata faragha peke yake, akipata fursa peke yake, la yuraqibu Allah subhanahu jalla wa ala, anakuwa shaitani yule kwake ni wali min awliyaihi, wal iyadhu billah. Ikhwata al-iman, fitan zimemkabili muislamu fi kulli hadabin wa sawb, mpaka wakati al-mamat. Usalimiki na fitna mpaka wakati roho inatoka, bado fitna zinakuandama. Wakati roho inatoka, fitna bado zinakuja. Shaitan hakati tamaa kukutoa katika Uislamu, kukutoa katika iman, mpaka wakati roho yako inatoka. Iwaje shaitani yule akwambia kufuru, ukfur billah, wakati roho inatoka. Hakati tamaa, amekukosa wakati wa uhai wako. Sasa fursa yake ya mwisho, chance yake ya mwisho ni pale roho yako inatoka. Huyu jamaa sasa hivi anaingia katika sakaratul maut. Hebu ngoja tujaribu kwa mara nyingine ya mwisho kama tunaweza kumtoa katika iman, afela mbali akiwa kafiri. Ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam katika dua ambayo tuomba kila wakati katika sala, kuna mambo manne ambayo ametufundisha tujilinde nayo. Allahumma inni a'udhu bika min adhabil qabri, moja, wa min adhabin nar, pili, wa min fitnatil mahya. Ma hiya fitnatil mahya? Fitnatil mahya ni fitan ambazo muislamu anazikabili katika uhai wake. Wa fitnat almamat, na fitna za maut. Fitna ya maut ni ile fitna ambayo muislamu hukabiliana nayo wakati roho yake inatoka. Kuna baadhi ya waja wanakumbana na hii fitna ambayo inakuwa ni sababu ya kuwatoa katika iman kuingia katika ukafiri. Muombe Allah subhanahu wa ta'ala akuthibitishe katika iman, na tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala tudumishe katika hidayah, tuendelee na tubaki katika hidayah hii ila almamat wa ila yaumi al-liqa, mpaka siku utakapokwenda kukutana na Mola wetu al-Haq tabaraka wa ta'ala.